hospitali. Wewe pendeza, uwe na hela, uwe raisi, uwe sijui nani, waziri mkuu, waziri wa nchi, waziri sijui wa nini na nini, uwe mwana afya, usiwe mwana afya, uwe daktari, usiwe daktari. Siku utakapoambiwa unahitaji kukutana na daktari, mambo yote weka pembeni. Sasa nikutane na daktari, siku hizi tu vinasoma kidogo kidogo tu. Kina very bright kama amemaliza chuo na miaka 21, mwingine 19, kashamaliza ni daktari. Unakuja ni baba kama mimi. Karibu baba, shikamoo. Jambo, unaanza kuwa na wasiwasi. Leo. Hebu tangulia chumba iko fongo zote. Unapovu. Naulize, unapovu? Hiyo ndio kuonyesha akili yote bila kiweka kule hata nguo zako. Anakuja pale, lala vizuri bila kujitane. Anaanza anashika hivi. Anaandika. Hebu hema tena. Anachukua. Fanya tena. Yaani unamalizwa. The first doctor was Jesus. Magonjwa yenu yote nimeyakumbatia mimi. When he was naked, kwenye pale msalabani alikuwa uchi wa mnyama. Mimi mnabali Yesu kwenye ukiona msalaba sasa tumefunika, hakuwa na nguo, aliweka msalabani uchi wa mnyama. Mama yake yuko pale, alichukua dhambi zetu zote na udhaifu wetu wote akaukumbatia ili sisi tuone. Kwa hiyo dokta wa kwanza ni nani? Na Yesu mwenyewe anasema ndio sio kwa ajili ya wenye afya bali walio wagonjwa. Hiyo ya kwanza. Nyingine mtajua kazi ya daktari hospitali. Mnajua tu. Ukishafika tu. Huo ni ndogo sana. Na wanaume wanaenda kuchekiwa tezi dume. Sisi teknolojia tunatumia ni akili mwanzoni kwa kusema inama. Kuna baadhi ya maaskofu walikufa. Tunasema hii acha. Cheze vizee ya mzee acha. Kafa na kanza chao. Mengine tuache. Tuendelee. Niwaambia sasa acha endelea. Mimi kwani ni uongo? Wewe ukienda kule kuta daktari mwanaume anakuambia chojo, unachojo chojo. Sio wazalisha. Wasema daktari wazuri wakizalisha wanawake ni wanaume. Mimi nimeona kwenye video nyingi sana wanaume ndio specialist wa kuzalisha. Wako vizuri sana. Wanawake sio kama wako vibaya, hata wanawake wako madaktari wazuri sana, lakini zaidi wanaume. Ukienda kwenye hoteli za kitalii, wapishi wakubwa kule wakubwa, mashefu. Ya pili ndio tuache. Naambia fata acha endelea nyingine. Hadi acha. Ya pili. Jela. Nani shehe kufungwa? Washehe kufungwa siri yako. Nani shehe kama mabusu siri yako. Lakini tendo la kuambia sasa unaenda jela, ndipo unaanza kuona thamani ya uhuru Mungu aliyokupa. Freedom. Kabla ya hapo unaweza usione. Utaambiwa muda wa kuamka, muda wa kulala, muda wa kula, muda wa kufanya kazi. Freedom. Na Yesu amekuja kutufungua katika uhuru wa kweli, kutoka katika utumwa wa shetani. Tunapokuwa tunamtumikia shetani, anakuwa ametunyang'anya ule uhuru wetu wa kwenda kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tunafanya watumwa wa dhambi ambao hatuna uhuru wa kutenda mapenzi ya nani? Ya Mungu.
3. Hapo ulipokaa au ulipokanyaga chini yake. Leo tunapita tunakanyaga, kuna siku itakushughulikia hii. Mimi na wewe. Uwe askofu, uwe nani. Na mambo yako yote kukushi. Ndio maana Yesu akasema tufanye nini? Tafuteni kwanza ufalme wa mbingu, mengine yote mtayapewa kwa ziada. Utafanya nini? Utapewa kwa ziada. Utalala wapi? Utapewa kwa ziada. Utakula nini? Utapewa kwa ziada. Na unayoyajua utapewa kwa ziada. Kwa nini naleka hiyo? Haya ya dunia yote tumeacha yote. Mimi paroko, sio askofu, papa, wanaondoka na chagua papa mwingine. Nilikuwa rais. Na tuombe Mungu sio kawa ukafa afu kwa kituko watu wanashangilia. Kafa afadhali. Mbaya sana. Na inaumiza sana familia. Yaani mtu anafurahia kifo cha babangu au mamangu. Ni mbaya sana. Kawaida kupata msiba unahitaji nini? Faraja. Watu walie na wewe. Unapolia na wenyewe walie, unapata faraja. Na ukiwa pale pamoja na wewe baada ya maziko unafarijika zaidi. Baadaye utakuwa mpweke utakapoondoka utajua kumbe ameondoka ulikuwa kwa muda hivi. Sasa inakuwa raha. Ndio kama wajane au wagani. Mzaka kitambulia kama mko mnapendana, inauma sana. Kisa kama mlikuwa mnaishi, unaanza kushangaa mama anaanza kunenepa na nawili. Alikuwa na mateso. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sasa. Kwa dakika 10 zinatosha.